Jamaa alikuwa amebeba maua akisubiri kwenda kuonana na mpenzi wake. Ghafla akazama kwenye mtaro kwa ajili ya kumuokoa huyu paka. Jamaa alikuwa yuko tayari kuchafuka ili akaokoe akatoto kapaka. Akaangalia saa akagundua amechelewa. Akamrudisha paka kwa binti anayemiliki kwa kono lake la kushoto. Akaanza kukimbia kuelekea kwa mpenzi wake njiani akapigana kikumbo na huyu dada. Alipofika kwenye mgahawa mpenzi wake alijibana pua kutokana na harufu mbaya aliyokuwa anatoa. Unaonekana hujali kabisa anniversary yetu. Sio kwamba sijali, njiani nikutana na mtoto wa paka ilibidi nimuokoe. Tom, wewe ni mwanaume mwenye roho nzuri sana, lakini mimi na wewe hatuendani. Kuanzia leo naomba tuachane. Binti akachukua zawadi ya mdoli aliyopewa na Tom akaiweka kwenye kiti akamwambia Tom kama vipi, anzisha mahusiano na hili mdoli lako. Tom alijaribu kumbembeleza binti ikashindikana. Mahusiano ya kwanza ya Tom yakawa yamevunjika. Akauangalia ule mdoli uliokuwa mbele yake, akauzaba kofi. Baadaye akautupa jalalani. Wakati huo wanafunzi watatu walikuwa wanamwangalia Tom. Alice akagundua kwamba Tom ndo mwanaume aliyegongana naye dakika chache zilizopita. Marafiki wa Alice walikubaliana kumzingua Tom. Wakati Alice yu mwenye mawazo, marafiki zake wakamchukua wakamsukumia mbele ya Tom. Ilibaki kidogo Tom na Alice wagongane vichwa. Kaka, naomba unisaidie kununua sigara kwenye duka lililoko upande wa pili wa barabara. Tom akamwambia Alice hawezi kufanya upumbavu kama huo. Wewe mkaka nisaidie, mbona unaonekana na roho nzuri? Mimi ni jamaa fulani hivi mwenye roho mbaya sana, siwezi nikakusaidia katika hilo. Alice akamgusa na kidole akajitabasamisha. Uzuri wa Alice ulimfanya Tom arojoke akaenda kuanulia vitu wa dada na kushauri waache sigara, sio nzuri. Marafiki zake wakagundua Tom hajanunua sigara, amenunua maharage yaliyosagwa. Anko, kwa nini umetufanyia hivi? Mshikaji akamwambia inabidi wautumie ujana wao kufanya vitu vya maana. Alice alikuwa na superpower, akakimbia akapaa juu, akapaa, akaja kudondokea mbele ya Tom. Akampiga mshikaji kisi moja mujarabu. Hii kisi ni kama zawadi, wewe ni mtu wa kwanza kunikataza kuvuta sigara. Akaomba namba za simu za Tom. Tom alitumbua macho akawa anamshangaa Alice. Alice alikuwa anamtania Tom. Anapenda sana kuona wanaume wanavopaga mbele yake. Tom, nitakuja kutafuta usiku wa leo, sawa? Sasa hivi kuna sehemu na wahi. Kabla hajaondoka akampiga mshikaji busu fulani vila mbalimbali. Kutoka siku hiyo Tom hakufanikiwa kuonana tena na Alice. Miaka 3 ikapita. Tom alikuwa anafanya kazi ya kuuza supermarket. Uhandsome wa Tom ulifanya wanafunzi wajitokeze kwa wingi kupiga naye picha na wanunui kitu chochote. Mauzo ya supermarket yakawa yanashuka kila siku. Tom na baba yake huwa wanauza supermarket kwa zamu. Kwa kuwa baba yake amelazwa hospitali, ilibidi Tom akeshe kuuza supermarket. Tom alikuwa anachoka sana, akatangaza kuwa anahitaji mfanyakazi. Wakati Tom akiwa ameuchapa usingizi nje ya duka, Alice akawa anakuja. Alice alikuwa ni mwanafunzi mwenye akili sana shule. Baada ya kumaliza chuo akaacha kazi na umlipa mshahara mkubwa. Akaamua kuja kuomba kazi hapa kwenye supermarket ya Tom inayokaribia kufilisika. Tom akashtuka kutoka usingizini. Akahisi kama ameshakufa yuko mbinguni amekutana na malaika. Alice aliposema amekuja kuomba kazi, Tom alikimbia kumtafutia maji ya kunywa. Tom akakumbuka amewahi kuonana na Alice miaka 3 iliyopita kule barabarani na walimzingua akiwa anasoma. Siku hiyo Tom alikuwa ametoka kuachwa. Alice akacheza na hisia zake kwa kumkisi. Tom aliangalia vyeti vya Alice. Alice ana A kama zote, mtoto kafaulu kichizi. Akatafuta sababu ya kutokumpa kazi. Hii kazi ni ya usiku, hautaiweza. Napenda kukesha kama popo. Sio vizuri kwa mwanamke kufanya kazi peke yake usiku. Usijali, mimi najua kupigana. Inaonekana unaishi mbali sana na hapa. Nitakuwa siendi nyumbani, nitakuwa nalala hapo nje. Tom alileta sababu kibao za kumkataa Alice, lakini Alice aliendelea kumng'ang'ania. Tom alimaindi kichizi. Alice akamwambia Tom, unaonekana umechoka sana. Kunywa hii chai yenye majani ya asili inaondoa uchovu. Sitaki. Alice aliamua kuinywa ile chai mbele ya Tom ili kudhibitisha kwamba hajaweka kitu chochote kibaya. Naenda chooni. Alice alivyoondoka Tom akanywa ile chai haraka. Kwa kuwa Tom alikuwa jalala siku 2, usingizi mzito ukampitia. Aliposhtuka kutoka usingizini alikutana na mzee anakula tambi pembeni yake. Alipaniki kichizi, supermarket nzima ilikuwa imejaa wateja. Wakati Tom amepagawa anajiuliza nini kinaendelea. Alice akamwambia Tom, nakuja kuanza kazi kesho. Kesho kuna watu wengine wanawafanyia interview, usije hadi nikupigie mimi simu. Alice akaanza kulia. Tom akamwambia nimekuajiri. Kutoka siku hiyo Alice akawa ameajiriwa. Kesho yake Tom akamfundisha Alice namna ya kutumia kabati la pesa. Alice akamwambia anajua kutumia hilo kabati. Nishawahi kufanya kazi ya uhasibu. Bila shaka unajua aina zote za sigara, sio? Sijawahi kuvuta sigara. Tom akaanza kucheka. Miaka 3 iliyopita ulinituma nikakununulia sigara. Leo unajifanya usijui sigara. Sigara ndo bidhaa pekee ambayo inabidi umpe mteja moja kwa moja, au ruhusi kumpa mtoto. Tuigize kama ndo mteja wa sigara. Tom akakataa, akajitafutisha shughuli nyingine ya kufanya akaondoka. Alice alimwangalia Tom akiondoka, akajitabasamisha. Ilipofika mchana, Alice alimwambia Tom kuna sehemu anataka kwenda. Tom akamfuata nyuma akamwambia aweke hela vizuri, vishandu atakuja kumuibia. Baada ya Alice kuondoka, Tom akagundua kuna kitu kiko sawa. Tom akakumbuka kuna mteja alikuja, akampa noti 10,000, akaiweka kwenye hii kabati. Lakini sasa hivi haioni. Kwa kuwa aliziona hela nyuma ya mfuko wa Alice, akaenda kuangalia kwenye CCTV kamera. Kwa bahati mbaya kamera zilikuwa zionyeshi vizuri. Simu ya Alice ilikuwa ipatikani. Akakumbuka alivyolala usingizi mzito baada ya kunywa ile chai. Tom akahisi ametapeliwa. Mtandaoni taarifa ya habari ilikuwa inasema kuna wizi mpya umejitokeza, unafanya na mabinti warembo wenye miaka 20. Akaenda kuangalia namba ya nyumba ya Alice kwenye mkataba walio sign. Akabonyeza mlango wa nyumba ya kina Alice. Wanaume wawili wakamvutia ndani. Kumbe kulikuwa na biashara haramu inaendelea ndani ya ile nyumba.
Mapolisi wakajua Tom ndo mteja aliyekuja kununua madawa ya kulevya. Jamaa